Mshenzi wewe, nitakukamata tu. Kaniki! Unaingia chumbani kwangu? Sisi nakuuliza wewe. Mbona unashangaa kati hilo jibu la kunijibu? Mimi nashangaa kwa sababu niingie ndani kwa kufanya nini mwanangu? Hata kwa kichukua nani hati? Nimeweka hati mimi juu ya kitanda. Nashangaa hati haipo. Hapana, sijachukua hati mwanangu. Siwezi kuingia ndani kwako. Yaani mimi nitoke ndani kwangu niingie kwako kuchukua hati. Mimi naipeleka wapi hati? Sasa kuna mzimu gani unaingia ndani ukachukua hati? Na mimi siwezi kwenda kwenye mkopo bila hati, sipewi mkopo. Nafanyaje mimi jamani? Mbona mnataka kunichanganya saa hizi? Mama, hebu angalia vizuri bwana. Labda kuna sehemu umeweka mwenyewe ukatoa ukabadilisha, alafu sasa umesahau moja kunilaumu mimi. Shemeji yako iko wapi? Sijui mimi. Wewe shemeji yako iko wapi? Na hata huyo sijui kama atakuwa ameanza kuingia huko ndani. Angalia vizuri bwana mama bwana. Wewe ushazeeka unajua. Mimi sina uzee huo. Niweke kitu changu alafu nisije kuwa na kumbukumbu nacho. Sio kweli jamani. Vipi mbona kimbia kama mtoto wa kike tena? Ukija piga hodi. Mpige hodi ndani hapa. Shughula nini? Sikia mjomba. Mimi nina issue hapa nataka nifanye. So nifanye, nataka tufanye mimi na wewe. Wewe umenikataa. Aso kukataa. Mimi unajua mimi nina shida zangu zinanisumbua hasa mambo ya upwiru. Yaani mambo mimi yananisumbua kinoma. Alafu ushaniambiaga mimi hapa nikitaka nipate dem hela. Nakumbuka umchongo kwamba nipate hela nini tuweze kutisha na mimi kupata hela mchongo kudadeki. Sasa kwa hii dili dem tunaenda kupata. Tutanunua au mademu wanavuta bangi ili waweze kuniona vizuri. Na mimi nimalize mambo yangu. Hizi hati za nyumba hizi. Nataka nipauze pale nyumbani pale. Una uhakika sitaki kuoshwa mitingo bwana? Na uhakika kivipi si hati za nyumba hizo? Hem lete kwanza. Lete kwanza tulia, acha tamaa. Utakuja kukuna nini? Unasemaje? Nasema acha tamaa, utakuja upate mandazi. Unasikia wewe? Mimi nachotaka mwenzio, nataka ni kwamba wewe utafute mteja kwa sababu wewe ndio unaonana na watu. Kwa hiyo utafute mteja uongee naye, kubaliana naye bei, afu tunampeleka pale, tunamkabidhi hati, tunachukua hela, wewe nitakupa hela yako ya udalali, mimi hela yangu nitakuwa naitumia kwa madeni. Ngoja kwanza. Yaani mimi nanipata tena la udalali. Pasu hiyo issue. Chizi nini? Wewe una akili eh? Wewe mweu nini? Yaani pasu kivipi yani? Nakupa hela udalali ambao mimi naifikiria kukupa wewe. So ujipangie wewe unataka shilingi ngapi, unataka pasu na mimi. Sasa si nyumba yetu, si mchongo wetu. Nyumba yako wewe na nani? Wewe dogo chizi. Alafu sijui hata nimekuaje na urafiki na wewe dogo. Wewe dogo chizi tangu kitambo na kujuaga una akili timamu. Yaani sema ndio hivyo tu nimekufa sina ukaribu na mtu huko duniani. Yaani nimejikuta tunakuwa na ukaribu na wewe. Wakati wewe ulikuwa chizi na kujua akili zilikuwa mbili. Ulikuwa ukipita mtani tunaliona leo tu chizi lile. Leo hii nimekufa ati ndo nakuwa na ukaribu na wewe. Au na mimi nimeanza kuwa chizi. Baridi basi usichambe umbeleta nzishikiki. Usiniletee uchizi kabisa wewe. Wanasema ukiwa karibu na chizi na utakuwa chizi. Sitaki karibu na wewe. Wame chizi au si? Hauko sawa. Wewe unajua uko sawa wewe? Basi shika. Wewe acha hizo. Sijua kidogo nafoka nionekane mtu wa maana. Uheshimu heshima. Kwa hiyo tunaenda kuuza shilingi ngapi mwanzo? Hata milioni 2. Sijui shilingi ngapi anauzaga nyumba mimi sijuaga mwana. Basi baridi. Milioni 2, 3, 5. Wewe unaweza kuanzia milioni 5. Akija hata milioni 3 fresh. Milioni 1.5. Haina shida. Madem umesema madem sijui anapatikana tu bei chini. Hapa utawala. Kwa sababu dili kama hizi mimi nashangaa siku ile unakataa unanikimbia. Mimi mwanao. Tatizo ulivyokuwa mdogo wewe kama uliuguaga. Nakodisha dokumenti zako sasa hivi. Acha hizo. Mambo ya mautani tu tunaongea, lakini ni ukweli sio kwamba ulikuwa hujaugua, si uliugua kweli au unatania. Hivi leo naomba nikuulize kitu alafu. Hicho kiulizo waga kinauliza nini? Ukiniuliza nikikujibu na kukata kwenye mgao. Wewe maamina nini? Mimi maamina au sio? Eh? Mimi maamina au sio?
Hebu kausha. Mbona kwa spidi namna hiyo? Ni kweli kaka, niko spidi sana. Hapa naenda mahakamani hapa. Mahakamani kuna nini tena? Hata nyumba imepotea ndugu yangu. Yaani ghafla binivuu tu. Tena imepotea katika mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo hapa niko hai tuweze kuipata hiyo hati. Imepotea lini kaka? Kwa maneno ya bi mkubwa, yeye tu anaeleza kwamba ajui. So mimi na yeye na wote ndani hatujui imepotea vipi. Sasa ndo tuna mashaka. Imepotea vipi? Hebu subiri kwanza. Unajua jana usiku nilikuja pale nyumbani. Sasa wakati naingia tu, yule bwana akawa anatoka ndani na mkononi alikuwa ameshika nadhani bahasha ile kubwa hivi ya kaki. Si bahasha ya kaki kubwa hivi? Yeye. Sasa nataka kumkamata akakimbia ndani akawa amenifungia mlango. Kwa hiyo tukashindana pale, mwisho wa siku mimi nikafanyaje? Nikaondoka. Kaka ndo yenyewe hiyo. Ndo hiyo kaka, hujakosea. Bwana mkubwa sasa kazidi. Naomba unisaidie ndugu yangu katika hili. Sawa, mimi kama unalifahamu hilo, naomba umfuatilie basi. Au vipi? Mimi hapa nirudi nyumbani nikamwelekeza bi mkubwa. Nakuomba sana kaka. Sikia, unasikia? Acha mimi nilifanyie kazi hiyo swala. Si unanielewa vizuri? Wewe cha msingi rudi nyumbani kamtulize bi mkubwa kwanza. Mimi naenda kuwapanga vijana wangu sasa hivi. Tunaingia mtaani tunamsaka, tutaipata tu. Wala usiwaze bro. Kaka mimi nakutegemea wewe. Poa, dakika. Yaani muda mchache tu. Wewe Mwarabu, hebu subiri hapo bwana. Hivyo Mwarabu na matatizo gani? Wewe unatafuta sisi la looni ndugu yetu. Kwa hiyo wewe mtaa mzima umezunguka. Haujaona mwanamke ukaona dada yetu sisi ndo mtongoze, si ndio? Wanangu, mbona kama mnakuja hivyo mmenipania kama mtakunipiga? Mimi kosa langu nini? Kila mtu anasema ule muuza mandazi anatoka dada yenu. Sasa wewe muuza mandazi, biashara yako ya mandazi, ukitoka mandazi unauza matunda jioni. Tukikuozesha dada yetu, mali utatoa shilingi ngapi? Afso Mwarabu anajichubua. Wewe nimeamini mtao na majungu sana. Yaani kupata kibiashara changu kadogo, kuuza mandazi na vibagia, tayari tena mnaanza kuniongelea. Kwa yule mlevi akongope wewe. Yule aongopi, yule anaona kila kitu. Na yule kakuona wewe umekaa na dada yetu chemba. Umesikia? Sasa wewe sisi hatutaki dada yetu aolewe na wewe. Umeelewa? Sisi tunamtegemea dada yetu akiolewa tu mafanikio tuyapate kwa sababu tushachoka hii biashara ya udalali. Sisi tunahangaika, tunamtegemea dada yetu akiolewa tupate maisha, hata pata kidogo mtu mwenye hela zake. Sisi tutulie. Tukae hata katika maduka ya furniture, tuuze hata nini, vyakula. Lakini Mwarabu ndugu yangu unataka utuharibia sisi system ndugu yangu. Wewe mbona matatizo? Alafu ukija kwetu tutatusaidia nini zaidi ya kuwa mzigo tu nyumbani pale na wewe uelewe. Ndio mimi nashangaa mwanangu, mimi ndio maana unamkabia kabisa kwa chini. Sisi hatukutaki kwenye familia yetu kwa sababu wewe unataka uje kukaa katika lile jumba la ulisi. Sisi hatukutaki mwanangu, mzee wa kujichubua, sisi hatukutaki. Wewe mbona utuelewi? Hizo mnazoleta dharau. Afu dogo pengo. Hizo habari mnazoleta dharau. Mimi siwezi kutembea na dada yenu. Kibonge kimejaa kama nini, mimi nitembee nacho cha nini kile? Sikiliza Samu Mwarabu, tusipotezeane muda. Sisi hatutaki tukuone na dada yetu. Hatutaki ushemeji na wewe. Unauza mandazi, ukimaliza mandazi unaweka kalimati, yani ngano juu ya ngano, sisi hatutaki. Hela hauna, au tuweza kutusaidia. Sisi tumeelewana, tuondoke. Tukikufuma, sisi tuamizana. Tutakuonesha mandazi. Tulikuwa tunakuja kwenu. Yaani wewe chizi wewe Mwarabu, subiri uone. Kazi zote tutakiwa. Ondoke sana nayo. Wewe Mwarabu. Sasa wewe sasa tutakuonesha. Jamani, mwaita hapa kuna jambo limetokea. Sawa. Najua tunakumbuka kwamba kazi yetu ni nini. Sasa yule bwana akashafanya tukio na tukio alilofanya ni kubwa. Kaiba hati ya nyumba yao. Hapa ninapozungumza na nyinyi, mama yake anamtafuta huko na ndugu zake. Hawajui wanampata wapi. Na kama mnavyojua wao hawawezi kumfikia. Wenye kuweza kufanya hilo jambo ni sisi. Ndio maana akanifuata na wamenieleza. Kwa hiyo mimi nikamwona niwaite nyinyi tujue tunafanya nini, tuende tukafanya nini? Tukachukue hiyo hati ya nyumba. Kwa cha msingi hapa twende tukaichukue hiyo haraka iwezekanavyo kabla hajafanya kitu kibaya zaidi. Tunamjua akili zake yule. Sisi tunaelewana vizuri? Lakini bosi, mimi nilikuwa na kitu ambacho kama malalamiko sio niseme, kwa sababu kwamba ulivonitoa kule nyumbani kunileta huku, nikajua labda ni kazi ya ulinzi kutoka mimi na kazi zangu za ngungwa. Nikabeba viungu vyangu, nguo zangu za ugambo. Nilifika huku kazi ikawa sio ile ambayo nilizania mimi. Lakini sio mbaya. Lakini kinachoniumiza pia kwenye kazi hii kitu kimoja. Tunazurula, jua kali. Tungejiongeza, tungechangata bukubuku si kikundi chetu, tungenuliana miamvuli. Sio umeelewa? Sababu unajua unapotembea juani hivi, peku kuna masuala ya gaga.
utapata gaga kiongozi afu bado ni mdogo. Umri wako bado hujafika miaka 40 50, si umenielewa? Alafu isitoshe hata hivyo vipo vingi vya kuongea, lakini pia kwenye masuala ya kula. Kwa nini kiongozi usingekuwa naweka bajeti nzuri ya kula? Napiga supu kitu, naenda kupiga supu kiongozi, piga supu. Yaani mara 10 tu tunashiba kazini. Kuna muda mwingine kama mtu anapita kweli yule akawa anapita umuoni kumbe haujashiba. Ni ushauri tu. Su inakuingia akilini. Alafu kumbe chizi wewe. Wewe wakati unakuja huko mimi nilizungumza nini na wewe? Ha? Nilikwambia unakuja kufanya kazi lakini sikukwambia unafanya kazi gani. Ila ulipofika nilikuelekeza na ulikubali. Na nilikwambia kabisa kwamba hii kazi haina maslahi makubwa. Kwa sababu tunafanya kazi kumsaidia yule mama, tunafanya kazi kumsaidia yule ni kijana mwenzetu. Hakuna cha ziada. Sasa wewe mambo ambayo unataka kuyaingiza sasa hivi ndugu yangu tutakosana. Kama ni hivyo ungesema mapema, nisingekuingiza kwenye huu mchezo. Basi sawa bosi wangu. Haina shida na isitoshe hii kazi ishaanza kuipenda. Kiufupi mimi napenda sana kuzurura. Sasa hivi ninapokuwa nazurura John agewa hela kidogo ananisaidia. Sijui kwa upande wa wengine lakini mimi nishaanza kuipenda hii kazi na kusikiliza wewe kiongozi. Unajua baba. Sawa, tuhakikishe tunafanya kazi bila makosa. Unaelewana? Tatizo lako ndugu yangu hauna imani. Sasa imani na nini kwa tupo msikitini hapa? Wewe unaelewa mimi ugumu wangu kazi ninaofanya na koje kwaje? Tuna imani. Yaani mimi maisha yangu nikipata pesa sisi naenda hivi. Wewe. Toa hapa. Ondoke bwana. Piga kama mimi hivi. Ondoke bwana. Tunachukua tizama sasa hivi. Yaani hapo ni sababu ya pesa dada. Akili mbili, akili sina. Na kwa nafikia. Akili sina ya sauti. Ondoke bwana. Piga hivi kidogo. Piga bwana. Sasa sikia, nyumba yenyewe ndo hii hapa hii. Nyumba yenyewe ndo hii hapa hii. Angalia mlango ule, umeona mlango ule? Ukiingia ndani kuna vyumba hivi vitatu, kushoto kuna jiko. Unajua vile. Hapo nje kote kwako, yani ukuta usikutishe. Hii nyumba yote hii huku kwako. Mimi sitaki maneno mengi, lete mpunga. Sasa mbona watu wengine ndani nyumba yenyewe unanipa maelekezo? Nini shida? Alafu mimi najuaje sasa uko ndani? Maliza jambo hilo yote. Hapa tunamalizana. Dokumenti hizi hapa sio anaita miati hapa hii. Nipe mpunga wangu mimi nakupa miati. Sikia kama una shilingi ngapi usianze kuzunguka. Sijui sijaingia ndani una shilingi ngapi. Kudadeki. Yaani hapa nikipata hela tu udogo anipeleke kwa malaya. Malaya kula ushibe. Maana mimi nachokijua utaratibu. Tunaingia ndani, unanionyesha mipaka ya nyumba, unanionyesha nyumba mbele, tunaingia ndani unanionyesha vyumba. Sawa? Lakini sasa hii habari za kuoneshana getini hapa nitakuwa sielewi. Alafu wewe mboyo wewe utaki nyumba. Sikia sasa tusizunguke. Nipe 300 milioni hizi nyumba ya kwako. Mambo yasiwe mengi. Ushaanza kujishauri baridi, nipe 200. Nipe 200 milioni 2 tu. Yaani ngoja kwanza. Nyumba yenyewe hiyo. unakimbia nini? Wewe unakimbia nini? Familia yako. Wewe hizo haki zangu zote uchizi wewe. Wewe. Unakimbia nini? Wewe unaenda kuingia haki zangu wewe. Wewe nani? Wewe jamaa. Chris Bando bei Kitonga. Bwana, kama una line ya Halotel unaweza kujipatia GB 10 kwa shilingi 10,000 na kuendelea. Bwana, GB hizi bwana zinadumu kwa muda wa miezi 8. Utaratibu wake ni mrahisi mno. Unamtumia hela, anakuunga bando kwa uaminifu mkubwa sana. Bwana, sasa Chris Bando
ana namba 4. Sasa sisi tutakutajia namba hizi 2, alafu 2 tunakuandikia hapa Hapo chini. chini, Hebu utajie namba. 0717 048 048. Namba ya kwanza, hiyo namba nyingine? Na namba ya pili 0766 58 6527. Bwana, namba hizi unapozitumia hakikisha majina yanatokea Christopher Luoga. Chris Bando Bei Kitonga.